tunakwenda Maka kwa ajili ya kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunakwenda Israeli kwenye kaburi la Yesu. Lakini ukienda Iringa kwenye kaburi la babu yako, ukalisafisha pale, ukapiga saluti kwa heshima, unaambiwa mshirikina. Ila mtu yuko tayari asimame mbele ya kanisa awaambie Petro amenitokea jana. Ni maneno magumu haya. Ni maneno magumu. Ila wewe mama yako mzazi akikutokea kasha kufa, ila kaja kwenye ndoto, mwanangu mke wako mpende, ukienda kumwambia mchungaji mama yangu amenitokea kwenye ndoto, piga magoti hapa, leta chumvi, piga. Naanza kuingiwa na maroho ya mashetani ya makaburi, si ndio? Piga magoti hapa, baba namtenganisha. Kwa hiyo mama yangu mzazi akinitokea kwenye ndoto ni mapepo, anakuambia watu waliokufa hatuna ushirika nao. Lakini nimetokewa na Yohana. Maandiko yanasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, alikuwa na nyama kama sisi, alikuwa na feelings kama sisi. Maandiko yanasema Yesu akiwa nasali mavazi yake yakabadilika, yakawa meupe. Ghafla wakatokea manabii wa kale wangapi? Wawili. Wa kwanza nani? Musa. Wa pili Elia. Hivi wewe akitokea Nyerere leo, tutasema ni Nyerere? Tutasema sasa mzimu wa Nyerere umefanyaje? Umetutokea. Aliyetangulia katangulia, aliyekufa kafa. Sasa inakuwaje mtu aliyekufa aonekane tena kwenye mlima? Musa na Elia wanaonekana kwenye mlima wakifanya mazungumzo na Yesu. Hiyo ni sawa. Ila akikutokea babu yako ni ushirikina. Amkeni.